rio ni ngoro huthu Oiyũrwo nĩ tha na maithori tondũ wa mĩĩro ĩiyũire ngoro ya mawega na mĩhang'o ya kũgarũra ngoro hũthũ kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ maũndũ marĩa nyonaga thĩ nĩ makũgocithia ithe witũ ndarĩkia wĩra wa ithe witũ ngainũkia irĩithia kũu igũrũ kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ ngainũkĩithia kũu igũrũ nĩngagathĩrĩrio matu-inĩ mbere ya gĩtĩ gĩa ithe witũ tũkĩgocaga gakũrũme kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ kũmĩrĩria imũnyite watho ciana cianyu itonye muoyo-inĩ tondũ kwĩna thĩna mũnene gũtomĩrĩrio nĩ ngoro hũthũ Yana inya ũmĩrĩrie ngoro ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru umbũre ũira wa gatũrũme ngoro ĩtegwĩtigĩra rora muoyo waku ndũgatuĩke na muoyo wa nyoni ĩrĩa ĩyũaga ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ ĩgate muoyo wayo gera njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩatũmwo amaeni ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa rĩrĩ rũmagĩrĩra mũthĩnji na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũnyũyume muoyo Unaendeleaje? Umekuaje? How's your night? Mumeshindaje mchana huu mpaka wakati huu? Hope mko salama.
Pia sisi tuko salama, tunamshukuru Mungu zaidi ya yote. Ametulinda na ametufikisha hapa tulipo. It's another day, it's on Wednesday. Wanasemanga WCW. Kumaanisha Woman Crush Wednesday. That's why we are here. Women. Leo tumefukuza the man in the house. It's a WCW. Yeah, women in the house tumewasili kuwaletea show ambayo ni Zegiwajaba kwenye TV ya Theophilus TV Muratawagai. Tuko live pia upande wetu wa Facebook ambayo ni Theophilus TV Muratawagai. Tuko na namba ambazo mnaweza tutumia SMS na pia upande wa WhatsApp. So welcome sana mtazamaji wetu siku ya leo. Tunakuwelcome katika show ya Zegiwajaba. Feel at home as always, tunakupenda. Na pia sisi tunajua unatupenda, ndio maana yake uko hapo kututazama na kutusikiza na pia kutupatia mawaidha ukiwa pale nyumbani. Tunashukuru zaidi ya yote maana Mungu ni mkuu. I'm your host Annie J with my colleague Geto Abuiwadere. Karibuni sana. Tulikuwa tumewamiss but tumefika. Hope mmeshinda poa. Hope Mungu amekuonekania kwa njia moja, mbili, tatu. Hope is doing all the best. Sisi tumefika, sisi tuko salama. We are healthy and wealthy. Tunamshukuru Mungu wetu. Si jambo la kawaida kwa siku ya leo. Kuna wenyewe kumekuona siku ya leo. Bali tunamrudishia sifa na shukrani. Maana hakuna mwingine kama wewe. Karibu sana mtazamaji wetu wa Theophilus TV Muratawagai, tunakupenda sana. Leo tuko na topic moto. Karibuni vijana, mtu SMS pale Facebook na pia YouTube, na kwa namba zetu 0750 237 982 mtu SMS. May God bless you. Karibuni sana. Amen, amen. As always, huwa tunaanza kwa njia ya maombi. Nilieleza hiyo ndio tabia yetu hapa Theophilus. Yeah, so tutaamini na tuombe, tutafungua kwa maombi. Okay. Our dear everlasting Father, we come humbling ourselves this afternoon unto your able hands, Jehovah God. Tunajikabidhi mikononi mwako, tunaomba msamaha kwa yote ambayo tumetenda. Tunaomba utusafishe Jehovah Jireh, maana hakuna aliye kama wewe. Tutapokuwa tumekanyangisha miguu yetu kwenye studio ya Theophilus TV, Jehovah God, tutakapokuwa tukifanya show ya Zegiwajaba, Jehovah God, may you be with us, Jehovah God. Lead us and protect us, Jehovah God. May you walk with us through this show, Jehovah God. Tusaidie tuweze kufikia yule yako pale nyumbani, tuweze kuchange life ya mmoja ama wawili, Jehovah Jireh. Bali tutumie Jehovah Jireh, maana wewe ni mkuu na hakuna kama wewe, Jehovah God. Na kushukuru tukitukuza jina lako kwa kutupatia siku nyingine na wakati mwingine kukuja kwenye show, Jehovah Jireh. Si jambo la kawaida, bali tunakurudishia shukrani, Jehovah God. Pia watazamaji wetu ambao tutakuwa tukishirikiana nao pamoja, Jehovah God, weza kuwakumbuka na uwabariki, Jehovah Jireh. Ni kazi ambayo wamekuwa wakishikilia kazi hii, Jehovah God. Continue blessing them, Jehovah God. Usiwache mikono bure, na may you reach their satisfaction, Jehovah God. Ile ambayo umekuwa wakiwish weza kuwatimizia, Jehovah Jireh. Ambayo umekuwa wakikuomba weza kuwatimizia, Jehovah Jireh. And it is in Jesus' name I pray and believe. Amen, amen, amen. So welcome so much. Don't touch that dial. Tutakuwa tukirudi baada ya muda si mrefu tukuintroduce topic yetu ya siku ya leo ya WCW. Woman Crush Wednesday. Okay, we will be back mtazamaji wetu. Ni wega, ni wega,
Ya mundu tarwaraga murimbu witagwo njuku yaturagio ni mahoya hoya Ngai ndukanarware meciria murimu muru na oiru ni murimu ninagandu bururi wothe andu othe makimenana andu aitura mamenane othe ni maninanaga o mundu aragia cio kiuru kia maundu mundu akeyundu uria ungi gitumi othe ni arwaru meciria uiru ndungihota guturia kirikanira uiru rwaragia meciria gwika wega gugathata mitwa na
nairikaniro igathuka. Menya mwago ni murimo wa mwiri witagwo itheru. Ngai we oigire itheru ni meya, andu aingi ni arwaru murimo witagwo inga. Oya inga imuhonio, oya Ngai umenye urienda, no oe Ngai umenye uria thuire. Ngai we muhinyi, we muthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagũtua. Nĩ ũhihinyĩte, nĩ ũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Ngai nĩ arĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ, ingĩire na ruo na maithori, tondũ ũrĩ mũmbi Ngai na mũthondeki, ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagũtua. Nĩ ũhihinyĩte, nĩ ũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. We mũthatũri, mũtumia wa Manoa, atũire arĩ thata na nyuaga njohi, ũkĩmũnyita na guoko gwaku, ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya akĩgĩa Samsoni. Ngai we mũhihinyi, ona ningĩ we mũthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagũtua. Nĩ ũhihinyĩte, ũgathondeka, nĩ ũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Nĩ ũndurĩte, ũgathondeka. Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku, ũkĩmũnyita na guoko gwaku, ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya agĩtwo Paulo. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mumbi wa riumba, niguo ndagũtua. Nĩ ũhihinyĩte, ũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda. Sela Malekothu, Daudi agĩgũtua, we nĩwe ihiga rĩa ihonokero rĩake, tondũ wamũgereirie harĩ Saũlũ, ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura agĩtwo mũthamaki. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mumbi wa riumba,
mwendwa Ngai okĩrĩa ũngĩenda Okaduro kandwa Ngai okĩrĩa ũngĩenda Watazamaji wetu, we are back again. Today we are talking about lifestyle of the youth. Wewe unaielewa aje lifestyle ya youth iko aje? Unaona iko poa? Kuna wengine wanasumbua ama wewe unaiona aje? Unajua kila mtu kuna ile venye anaionea kwa umbali, kuna ile look yenye mtu anaangalia anaona hii kitu si mzuri. Okay, now today we'll know about lifestyle of the youth. From the start, acha kwanza tujue lifestyle ni nini. Lifestyle is a picture of every person who wear it and illustrate how much the moral value. Like, is the way a person lives. Unaishi maisha yako aje? Kuna wenye wanaishi maisha ya juu yetu wako chini, kuna wenye wanaishi maisha ya chini yetu wako juu, kuna wenye wanaishi hapo katikati. It's the way you live. The way you live. Lifestyle. Yani life inaongelea maisha. Maisha ya wavijana. Hebu tuambie wewe unaielewa aje na youth life? Youth life ni time. Ni period umekuwa while you are young. It's between childhood and adulthood. Hiyo ndio youth life. Okay. So ile yani hiyo maisha experience from childhood mpaka adulthood. Na adulthood inafika 18. So your period. Tuseme 13 juu hapo mtu ameanza kujitambua. 13 to 18. Jule mdogo hatuwezi muita youth. That is still ka baby. Ni ka baby. Okay. Mtazamaji wetu tumeelewa the meaning of lifestyle in youth life. Now let's go to the four needs of the youth. Ni nini youth anahitaji akiwa in that moment? Ako ka moment ka adole. Ka teenager ako hivyo. Ka teenager. What do we need? Tuseme we want to feel yani belonging. Tuseme belonging. You belong somewhere. You want to feel I belong here. Unataka ku belong in every group. Unaona zin ako ka period kuna mtu atakangi neglection unaona. If I come to you I want to feel I belong where you are. Nikienda shule nataka ku feel watu wa huko shule students wanionyesha I belong there. Teachers wanionyesha I belong in school. Okay. Na kuna kitu poa kama ushaikuwa na hiyo express you belong here.
Kama maybe vile is a very good feeling. Yeah, ukiwa kama maybe shule umeenda umeonyeshwa you belong here. Hakuna siku utakuwa na thought ati nimechoka na shule. I want to leave school. Kwenda tu shule. You are needed there. Au watu wanakuona, unajua tena ku belong, au watu wanakushow love. Wanakusupport, they care about you. Hey, that's a very good feeling. But that's youth what we need. Yeah, tunatakanga hivyo, tunataka kusikia we needed somewhere. Sasa ile ukienda place maybe unaonyeshwa madharau, you showed you don't belong here, unaona? Tuna feeling vibaya sana. So it's but not a good feeling. Once you're shown, you belong there, inakuflow pia kwako, youth life yako ina flow in a way. Kabisa. Okay, tuambie ingine. Ingine ni independence. Sijui kama ushaitamani kukuwa independent. Lakini nimeishi kutamani hivyo kutoka nikiwa mdogo. Unatamani kujikaisha. Unataka kujirentia nyumba, unataka wewe kujicontrol, nasema leo nitavaa hivi, nitakula hii, nataka kukaa hivi, nataka kudisarrange kaka nyumba. Ushaikuwa nayo ka feeling. Yeah, independent. You want to be independent. You want to provide for yourself kama mwana youth hapo. But it's a good feeling. Sisi tume experience. Mimi experience. It's a good feeling. Yeah, una feeling uko poa, like unafika kwa how time yenye unataka. Unajua kwenye uzifika hata saa 2. Uta-explain aje. Sasa kwanza upatane na jam, ufike kitu saa 3 hapo, unaona? Inakuwa ka feeling kapununu umeingia kwa nyumba yako wewe mwenyewe. Alafu ka feeling kingine kakuja ni saa venye unafanya usafi. Unapendwanisha hiyo nyumba from A to Z venye unataka. It always feels good. It's a good feeling. So struggle out mkiwa pale fatoli uko shule, work hard and be determined. Nataka kusoma nikifika hapa ni go to the next level. Na kama sio hivyo, use your talent. Talent pia tuliomba inalipa, it helps. Kama si talent azina ufanyaje? Example, kama our cameraman. Si talent akonayo, ni passionate. Uko passionate about something. Na tulisema jana tukiongelea story ya talent, kama uko talented in something, your work is always pure and good because the kitu inatoka from inside you. Inside. Ina flow tu, hata ikipiangi stress. Kabisa. No, imagine sasa ukiambiwa utengeneze stool. Nika siku kuja kukaa kusimama hapa tunaongea. To feel stress ni talent ya kuongea. Ndio maana tuna flow hivyo. Ndio maana tunaongeanga. Kujitetea nayo. Anyway, ingine ni gani? Generality. Azin, ushafeel unataka tukukua kila mahali. Unataka kama ni church umesikia kuko function unataka kwenda, ukisikia kwenye kuko ka event unataka kwenda, yani unataka kuwa kila mahali. Yani that moment of exposure ndio huwa tunataka, like meeting like new people. Hata ni hiyo point to be exposure. We do like exposure. Unataka sasa kama ni kutembea, maybe umesikia maybe City Mall kuko kitu, unataka kufika huko, Garden City kuko kitu, you want to go kila event. Unataka kuwa kila mahali, unataka kuwa pale, unataka kuwa pale, yani you want to represent yourself. Unaona? Tutaki kubweka kwa nyumba. Tutaki kupitwa. Lazima tukue kila mahali ndio tuone yenye inaendelea. So Magindere, sijui kama unajua what is mastery. Ni ngumu kidogo. Ngumu kidogo. Tueleza mtazamaji wetu. Mtazamaji wetu atatuambia what is mastery. Yeah, so ukiwa kama youth pale. It's not wrong to have an exposure. We go out. Lakini inategemea ni usiwaambie exposure ya bash. Hapana, na mimi sijaenda waende Dundai. Exposure wapi? Exposure kuna vitu mob. Mungu waeleze saidi. Hata kama tuseme okay, unaweza mwa kwenda out in a garden, in a certain garden hivi. You go have your, maybe useme leo lunch na kula out. You go have lunch outside. Si mbaya. Issue ni Salome ya Mungu kataa Mungu. Kwenda kwa garden is not an issue. Lakini ukisema sasa naenda kwa klabu, uko ndo naenda kujibamba. Uko ndo naenda kurudishia mwili shukrani ni end month. Inaharibu. It will spoil everything. It will spoil everything.
So watu waende kwa events za dance. Kama church yenyu mko na function, tuliombea kama church yenyu maybe huwa ni ya kufagiliwa, kama ni ya kumopiwa, if at all kuna chairs zinafaa kuarrangewa. So wakuje Dohio share with you. Wakuje Dohio share with you, welcome. Okay, they will come. So ukiwa maybe church yenyu kuna hizo stuff, go do it. By then baraka it's being earned. Blessings are being earned. Hakuna siku baraka za kupata tu hivyo. It's a lie. Bako wende utafutie hizo baraka. Ama the moment kama ni end month Maginderi, unapeleka maybe ukiwa hautaenda maybe home, utatumia mom or dad anything. Hiyo kitu kidogo tu this is askari. Hiyo kitu kidogo tu ile umemtumia, aseme asante barikiwa. It's a blessing. Hiyo jina asante barikiwa ungetoa wapi kama ungempia kitu kidogo? Haya, kama maybe example see youth. Sana for me when nime travel na matatu most of the time nimeona. Maybe kuna mtu mkongwe amekaa pale kwa mat. Surely. Wewe huwezi amka umpe seat. That's very bad manners. Huwezi, mostly kwa hizi basi zenye zilikuwa hizo side zilizojua. Walikuwa unapata Joshua amesimama, tunamesimama kando yako ameshikilia ile chuma inakuanga pale juu. Tulikuwa tunaita bad mananasi. Imagine. That's bad. No huwezi amka umpe seat. Inafaa hata wenye tunaona ni pregnant, those old people. Unawaamkia heshima, acha heshima ikuwe kitu ya kwanza kwako wewe mwenyewe. Hata tuliona in Philippians 6:1. Obey. Wanasema children, na tuliombea children. Even your mother is a children. We are children of God. Shosho yako bado ni mtoto wa Mungu. Haimaanishi tulichosho. Just pale umesema children, sasa unasema mtoto wa class 1, 2 na 3 ndio wanafaa kusimama. Sisi wote ni watoto. So imesema children, obey your parents. This is right and this is the first commandment with a promise of an eternal life. So ukiwa kama pale umeona kitu kama hiyo, give a seat. Ambie shosho kuje ukae. Si shosho yako lakini mpe respect. Muoneshe heshima. Muite shosho, usimuite huyo madhi. Ati wewe madhi. Ukiona anakaa shosho muite shosho. Ukiona anakaa mama, rika ya mama yako. Muite mam. Dad. Na sasa pregnant woman tunaweza muitaje? Mama mtoto ama tumuite mama toto? Mama toto karibu keti. Remember behind the tent our cameraman is expectant mother. Okay. Tumesikia maneno. YouTube so mnasikia maneno venye na flow. Wacha tu obey. Wacha tukue watu kutumia, acha niseme tukue watu kutumia akili yetu wisely. Be wise. Vitu zingine si za kuambiwa. Vitu zingine si lazima ufunzwe shule ati uamkie mama mzee ama guka mzee. Wewe mwenyewe tu unajiambia na akili yako venye umefunzwa na mamako. Ndio hii ilianza pale hivyo mkiwa na mzazi wako ukiwa mdogo. Venye tu ulifunzwa hapo hivyo. Respect others. Wacha hiyo kitu ikue ndani yako hadi venye umegrow. Sasa tujione ati sasa wewe uko na ID unaanza kujipiga kifua. No, it is not good. Ameanza kupaka makeup. Kama wewe ni kijana umejua kuvaa supra na kusagi longi. Si mzuri. Amkia huyo shosho ama mboka mwenye. Respect. Let it just be something ina flow, ikuwe to behavior. Ina ring tu kwa akili yako. Kila mtu sasa tunaona mtu hata kama ni warika yako. Respect one another. Na utaona wenye Mungu atakupatia baraka mo. Thank you. Okay. Leo tumeona four things that your teenage tunahitaji ndio tusaidie kwa maisha yetu. Now let's go to 7 ways to prepare youth for success in life. Uta prepare je youth akuwe successful kwa maisha? Hiyo ndio swali sasa. Hapo sasa ndio tuko tunaangalia nini utafanya? Ni ways gani utamuonesha ndio akuwe successful in maisha? Kuna namuonesha kwenda kwa club kweli? Haiwezi kuwa successful. Do you want a behavior may grow? Nafani muonesha nini? You have to be a good role model. Ikifika ni hapo. Na tuliwaambia most of us kama sisi ni youth. Tuko na hawa teens wadogo, the 13, 15, they are upcoming wajifikisha 18. They are observing us maybe as their big sister, auntie or even cousins. Wanatu observe sisi. What is she doing? Ule sister yangu anafanya nini? Ule auntie yangu anafanyanga nini? Because she is an upcoming youth pia yeye.
atafika 18 atachukua ID yake. Lakini akipata kazi yako ni kwenda klabu. Unadhania sasa watoto wanafurahia, you are young ones, wanafurahia aje wakikuona kwa TV? Acha tu. Unadhani unawamenta aje? Unapush hivi tu mpaka akiwa class. Hii hataki mchezo. Anataka tu kusoma pia andiko kazi kwa TV. Unaona? So we mentor them in one way or the other. Unaona hata kama sivyo like uonge wakuoni kenye unafanya, talk to them. Yeah. In one way or the other. Alafu venye utabehave. But that your behavior tells a lot. Tunasemanga action speaks louder than words. Utaweza kuwa maybe venye una dress, it talks a lot about you. Tuliongelea dressing code. Imagine get the emotion akirea na kabuti short. Hata si mini skirt, tuanze tu booty short. Zenye zimefika huku. Uniambie what are you trying? Unafunza huyo mtoto nini akiwa pale home? Sasa juu umetoka Nairobi unataka kwenda kuonyesha mimi ni Nairobian. Mimi najua kuvaa hivi, najua kuvaa hivi ndio fashion. Umeenda umevaa haki Nairobi. Pia maybe unapata mtu akienda kwa shushu yake or even your parents. They need respect from you. Kama wewe ni boy usiende huko umevaa ma chains zimejaa huku, umefungua shati ni nusu. Nataka dadi aone kifua. Yako na kubwa kukushinda. Don't, yani let's have discipline kama youth. Wacheni lifestyle yetu iko ya kutamanika. Tusikuwe watu wenye wakisema youth. Hawa wanakuwa tabia mbaya. Ama wakiona kijana fulani ukipita hapo hivyo kwa home unasikia nisiwahi kuona na ule kijana, nisiwahi kuona na msichana, that thing hurts. Dikana igwe. Mumeonekana na mahali. Mulitembea na nani? Yuko ujira kiria wagete huko. So, hiyo kitu inaumanga. Hata si tushaifanya makosa 2-3. Mtoto wako anaambiwa ati asirudi kutembea na yeye. Bedhe inakuwa so painful. Tushaifanya makosa. Si tu ushaipata mtoto ameambiwa niliambiwa na mama nisitembee na wewe. Mimi sasa yangu ndio nilikuwa nakatazwa kutembea nao. Wewe kuifanya makosa. Nilikuwa naonekana innocent lakini behind the nini mimi ndio influencer ule na mimi ndio na lead. Lakini wazazi wanaona au ndio wananiharibu. Walikuwa wanakosea. Sasa habari wafikie leo. Sasa unajua mtu akiwa mkubwa ndio anasema vitu moja ukweli. Pili tuko na encourage a healthy and an active lifestyle. Tukisema encourage a healthy and a healthy lifestyle tunamaanishaje? Tunatry kumaanisha healthy ni hizo una try kumdiscipline. Una try kumkataza usipite hivi fanya hivi. Hii njia ni mbaya na kwanza nilikwambia if any parent anatu watch. For me ama hata I'm sure for you. Kitu leo ulikuwa unakataza ndio ulikuwa unataka kufanya. Hiyo ndio ulikuwa unaona mbona ni wananikataza hiyo tu ndio naenda kufanya. So kama maybe mnatukataza kitu nanyambia anije usirudi kuvaa skirt fupi. Tell me usirudi kuvaa skirt fupi na madhara. Yeah. So nikivaa najua mama aliniambia nikivaa skirt fupi hii kitu ita happen na ita happen. Kutaenda vibaya. Labda nitakuwa raped. Labda it's a bad picture to the society. Pia kwa unaibisha mamangu. Yeah. So as in before kataze hata kama ni wewe Maginderi, before kataze your young ones kufanya kitu, mkataze na mwambie the consequences akishaifanya. Let's be clear. Kuna kitu inaitwa clarification. Tukisha kuna clarification everything will move smooth. Juu hiyo ndio huwa tunakosa. Unapata maybe it's a parent anaogopa kuambia youth. Maginderi usitembee na kijana kunaendanga hivi na hivi. Sasa yeye atashinda kikwambia nikuone tu na kijana. Unashangaa nikuone na kijana what will happen. But angekuwa umetuambia unaona ukiwa na kijana you may go and mess up. This may happen. Hivyo iko sawa. So utaka behind your scene ukijua nikienda na huyo kijana ita happen. Sasa juzi my mom kuria mwena wa Eldoret anaambia ndugu yangu ati digashoke kukuona na kairetu kau. Sasa na hamwambi reason mbona hataki kumuona nako kasta. Sasa mimi hata badala nitete ndugu yangu mimi kwanza wewe mbona utakia muonekane nako kasichana, so mpatie the main reason. Mbona utakia onekane nako kasichana ndio aju mimi kuna squeeze kuna ugonjwa. Watu wanagonjeka. Yeah. Squeeze kuna
nini early pregnancy ina happen. Na unataka kuwa na future mzuri, hiyo mambo yote ikihappen utapata aje future mzuri? Haiwezi. Yeah. So wazazi tuambie watoto into details. Ukimwambia makosa, mwambie na reason ya hiyo makosa. Ni mtoto aweze kuelewa, kumbe nikifanya hii itanihapenia. Kumbe nikifanya hivi itaenda hivi na hivi. Nitaharibu mambo 2-3 kwa maisha yangu. Yeah. Na ikifika ni active lifestyle, tuwa encourage wakuwe na active lifestyle. Hiyo ni kumaanishaje? Tunamaanisha wewe kama mzazi ama for we kama youth, wale wenye ni upcoming youth juu bado pia wana grow. Hawaishi hapo, they are growing. Tunanacha kama ni talents zao. Tukue na more of knowing anapenda kufanya nini? Anapenda nini? What's the dream of this teenager? What's the dream of this youth? Kama wewe ni mzazi, taka kujua dream ya mtoto wako. Alafu encourage na inspire. Juu once umetaka kujua, najua Magendere anapenda makeup. Nikishajua anapenda makeup, you know, I'll make her live active lifestyle na introduce maybe kama ni college or hata kama ni course ile tuna maybe polytechnic. I go nimpeleke huko, I learn kufanya makeup. I'm already making her lifestyle active. Haitakuwa dormant, itakuwa idle to an extent. Nampata amelala huko kwa mtaro atalikuwa club. Kwa kiwanja ninangojea vijana wenye wanapita. Ati wewe kazi yako sasa siku hizi Magendere enda kwa barabara kusimama tu kwa barabara kungeni. What for? Kwanza kuna tabia hiyo, it's a story for another day. We will come. Hiyo tutaongelea, wasichana tutaongea behind the tent. Nyingine ni build the interpersonal skills. Interpersonal, hiyo jina inter ndani ya mtu. Skills zenye huyo mtu ako nazo. Kwanza what are skills? Ni kama activities zenye mtu anapenda kufanya ama ni talent. Acha tusiweke talent. Skills they are kinda zinapelekana, but there are two things, there are two different things. So ukipata skill, uko na skill fulani. You are good, okay, si talent yako, but you are good in something. But this skill means what you are good at. Yeah. What you're good at. Una build their interpersonal. Sasa nikijua you're good in making some good ama you're good in taking a camera. Mbona nisi build ndani yako? How will I build it? Nitakupeleka shule. Na sasa kwa youth, kama you're good in football. Wazazi tupe watoto wetu hiyo nafasi. If they are good in football, just squeeze vijana naona wanapenda hiyo part sana ya football. Wende wacheze, so kuna hizi tournament huwa wanaenda. Unapata kijana anataka kwenda tournament. Yeah. Na yeye mama ndio anamwambia oshe vio. Sunaona unaenda ukigil tu skills za huyo. Hakuna venye unaibuild. Yeah, na shout out to wazazi ambao huwa wana try and nurture the skills zenye mtoto wako ako nazo, could try and find out the dreams zenye mtoto wako ako nazo, talent ambayo mtoto wako ako nazo, because hizo hata so far those are the things zinapeleka mtu mbali. Skills that you have, the talents that you have, and they go to a career, and they pay more, and they help you even reach your dream. Yeah. So mzazi akiwa pale home, try and nurture that skill in your kid. Try and nurture that talent in your kid. Yeah. Mostly sasa hapa tunaambia wazazi wasaidie youth. Do youth wanapotea? Wanapotea. For me naweza angalia wenye tulisoma nao, naweza angalia wenye walikuwa mabeshte yangu. I see a total difference, nashukuru Mungu. Nakwambia kwanza LD venye tulienda. Mimi niliona wengine mpaka nikasikia kana anaweza lia. Yaani mtu mwenye alikuwa anakuja number 1 kwa class, ukimuona wazazi tujaribu tuangalie talents na skills za watoto wetu. Jaribu kuichimbua tu from hapo teenage. Kuje tuka umeileta hivi na grow. Juu aki vitu change kabisa. Ina change hivi. Juu better for me I can be so thankful. Unajua kuna time nilikuwa nafika tu hapo kwa gate naulizwa Anije umeenda wapi? Asikie tu ama wote tuko kwa gate. Utajibu umeenda wapi? So I was like nakaziwa maisha. Utaitoka nje uone nini inaendelea huko nje. Ati ukitoka kwa hiyo gate umetumwa duka ama unaenda kanisa Sunday.
Na duka unahesabiwa dakika 10. Pitisha hapo. Kiboko mama amesimama hivi kwa gate. Pitisha hapo. Okay, kuna point mtu alifika asia kuchapwa kila time. Lakini utakeleleshwa usikie kulia. But sasa hizi ndio tunakuja kuona benefits. Unajua unaweza kuwa youth uko pale home maybe. Mama, kama wewe ni msichana unapata sana mom ako harsh on you. Mostly you get makosa inalalianga mama. Oh, ni Jay nilifanya. Mimi okay, my dad atakuja kuni approach. But your mother ndiye atakuwa in deep problem. So that's unapatanga maybe wazazi wetu ni wahash. Unajua kuna wenye wapendi mama. Kuna time ulikuwa una feel hata nikigrow, mamangu sikuwa nataka kumsikia. Jua nakukataza kuenda. Yenye nataka na nikataza kufanya hiyo ndio ninataka. So tunakoseana hapo hivyo. Lakini babako sio unapenda babako. Sasa babangu nilikuwa tunaye sasa close hivi. Na yeye ndio the main reason unakataza kuenda. Lakini unampenda. Lakini ilikuwa so challenge. Nuko unaona uende kwa side gani? Juu tukiwa wadogo tulikuwa na hiyo baguzi. Sijui kama siku hizi iko. Mtu anakuja kurealize the benefits while umeona fruits zake. Sisi tulishukataza usiende kuhusu unaenda wapi, ulikuwa wapi, lazima explain into details. Nilienda hapa masaa fulani nikatoka masaa fulani nikarudi unaona. So shout out to our mom. Mulikuwa so harsh na mulikuwa so harsh. So ukiwa pale youth kama wewe ni youth, maybe hata unafika hata si kwa gate kama mimi. Wewe unatoka tu kwa mlango hivi hapo kwa veranda ama hapo kwa corridor yenu. Unasikia Faith, umeenda wapi? Unashangaa. Mama anataka aje, madada anataka aje. Na sasa umeshafanya kazi yote. Umemaliza. Kwa hiyo siku kama unataka kwenda mahali, ulikuwa unamka mapema. Uoshe vyombo, upike baka siku utauliza mtaka kula ni lunch. By saa 5 lunch ilikuwa ishaiva. Alafu ushamaliza hapo baka umeanza kuoga. Unasikia unaoga uende wapi? Na ukifanya kazi huko unaongelesha, ulikuwa unatawera fio. Wewe mwanzo wapi iko? Akisikia tu mpeleka bafu maji. Oretha bora ziko, juzi kawaida. It's in life. Shout out to our mom sana, tunashukuru cause it's not for you. So ukiwa youth pale home, ukiwa unakaziwa life, it's for the better by the way. Shukuru yule mzazi mwenye anakukazia. Kuna wazazi wengine wameachilia watoto. They are into money, na hiyo itakuwa topic ya siku nyingine. But it will bring up that topic. Yeah, si vibaya kuhustle kama mzazi. Ni vizuri kwenda kutafutia juu mtu amekuangalia juu maybe kama ni school fees, mavazi, chakula, it's okay. But let's have time for our kids. Unajua siku hizi ni nani wanasema? Nani ndio wameachiwa mambo yote ya watoto. Na nani hakuna venye ataenda akataze mtoto wako kula sukari? Mtoto atamwambia ni mama ananunua. Ni dadia ananunua. Sasa hata ukizambiwa ni dadia ananunua utamkataza kweli? You can't. Alafu siku hizi wazazi wamechukulia sasa another attitude. Nani asijaribu kuguza mtoto wake? Hata mimi siwezi kubali. Mtapelekana nini? Sasa unaona kaka nini venye umeachiwa. Na bado uangalie mtoto, una time ya mtoto, uangalie mtoto na umekataza nani kuchapa mtoto. Mtoto anaenda wapi? Hapana, hapo pa kuchapa hata mimi siwezi kukuunga mkono. But mzazi tunafaa ku take time with our babies. Tujue kenye mtoto anataka venye anaendelea in 1, 2 and 3. Okay, ingine ni teaching goal setting techniques. Kama wengine wenye mlikuwa high school, maybe as a boarding ama hata day school, mlikuwa mnaletea watu walikuwa wanaitwa mentor. Mnaambia huyu amekuja kutuongelesha kuhusu subjects fulani na fulani. Huyu amekuja tu kutumentor, kutuongelesha. Huyu amekuja kutu advice. Mwingine amekuja kutuambia venye life yake ilikuwa na venye sasa iko, venye yote alipitia. So unafaa kumfundisha teaching to keep goals. Na goals ni kama dreams ambazo huwa tunakuwa nazo. You're like kuweka goal. Sasa tuseme kama wewe sasa hapa kwa Theophilus. Umeweka goal, umesema nikilipwa hii end month nataka kusave pesa fulani, hii ingine nitumie. That's a goal you have. You need, sasa unaona kama you saving ni goal, it's part of your goal. So you unataka mtu akuje kufundisha Maginderi, you want to save, yes, in your goal, you have to save this, use this, ndio ikuwe fair on you. Utilo save a lot, ujifinyilie. But they say save less, tuliambiwa na Joe Maina. Save less, use more. Akasema use more. Save less, use wisely. Save by the kwa use wisely. So save less. Usave at kama maybe tuseme mshahara yako ni ya 5k.
Atunda kusave 1400 ubaki na thao. Kama maybe tuseme haulipi rent, maybe uko kwenyu bado. Ati thao ndio maybe unataka transport, ndio unataka lunch hapo ndani, unabaka unajinyima ati utakula lunch una save. People are going wanaacha mapesa. Have fun of yourself. Jibambe. So to save thao moja, thao 4 tunatumia. Ama tuna save thao 2, tumia thao 3. Naitumia wisely. Unajua kuna watu wanajua nyenye ni talent. Kuna watu wanajua ku save. Ati unaweka 1400, utumie 1000. Ukiwa kama wewe ni msichana, utanunua makeup na sisi. Utanunua makeup na hii magine. Sana sisi yake. Hapo tunafaa tukue na teach goal setting techniques. Hizo techniques. Sasa kama ya advice mtu save hivi, fanya hivi. Ukisave hivi unafaa save kwa bank. Ukiweka kwa nyumba kunaweza kuwa na riski. Utakaka hivi useme cha nitoe 1000, cha nitoe 500 tarudisha. Ati nitarudisha. Unapata inakuwa hard. Okay. Next, need to show teens how to manage their emotions. Unajua saa zingine tunakuanga sijui aje. Even I personally naweza amka tu nimekasirika. Hakuna mtu sikulala nikiwa nimekasirika. Hakuna mtu amenikasirisha. Yaani uko tu na tu emotions. Saa zingine nitaamka nimefurahi. Ka teenager yako hivi. Uamke umefurahi baka ndio wanasemanga umeamka na mguu ni left ama ni right. So those are emotions. Umeamka na mguu ya right. Hebu natajaribu hiyo kitu. Nione kama mguu ya kwanza yenye itashuka chini. Ni hiyo ndakuwa na furaha ama na uzuri nayo. Sasa wewe umeanza magic. Ile ulikuwa unasema magical talent. Nione kama niko talented in magic. Mtazamaji wetu tutaachia hapo, tutakuja tukunywa maji kidogo, mapumziko mafupi. Don't touch that dial. Don't that dial. We will be right back. Tutakuwa tukiendelea zaidi kuongelea kuhusu 7 ways on how to make a successful youth in the society. So don't tune out. Tutakuwa tukirudi, turukishe masaa, tutakuwa tukirudi baadaye. Okay. Ino ni Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwathani na utheri munene na muthabo na gĩtuo gĩthima gĩtheru gĩa gwĩthambwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Akinya itũũra rĩa Korinitho amerire matuĩke ngoro ĩmwe, matige kũgayania Mwathani Jesũ thĩinĩ nĩ gĩtina kĩmwe.
ithatũ. Maguta agikura na nywele ciake akiruta igongona riake kirene kionoguo gikira na ngoro
Mwathani gwathani kahotwo ndikama rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani njĩrĩgĩrĩire muoyo. Tothe o hamwe na ciari akwa nĩnengerete mũkũri anjĩke ũrĩa kwenda roho wakwa mwarĩrĩria. Ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩo mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. Ngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio. Ndeithĩ ikwendete Mũhonokia Jesũ witũ. Nĩagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Saitani arotwo ũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ. Twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Akũmenye ũrĩa ũtariĩ na merire mehia narua ũtanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete. Roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo ndikama rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio. Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani njĩrĩgĩrĩire muoyo. Mwaki ayure jamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Ayure jamba Jesũ mũrango
kũhingũrwo nĩ thũ. Jehova nĩagataĩka riko andũ arĩa aganu na arĩa imaramari. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Kũhingũrwo nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ihingie wĩna mahingũro. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesũ nĩ ithe witũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu iroero na thĩnjĩri-Ngai nĩmatahanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Atũrire Babuloni mĩaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia. Ngai ona ũguo
gwa kirakara kimatiganiria mari aiki magitahwo ni Nebukadinezaru. Danieli akirira muno maithori maitima na ruo rwari runene rwahanaga ta rwa gikuũ. Ngai ono gwa kirakara kimatiganiria mari aiki magitahwo ni Nebukadinezaru. Maithori marerirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai ono gwa kirakara kimatiganiria mari aiki magitahwo ni Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai ono gwa kirakara kimatiganiria mari aiki magitahwo ni Nebukadinezaru. Ngai ono gwa kirakara kimatiganiria mari aiki magitahwo ni Nebukadinezaru. Maitare na gaja odore mugini thagathage tutire na kindu twetereire wira waro kirie guthira tugatindire waigua kiurio rugendo ruru rugathira ri mwathani aigire agoka ta muici matawa manyu mutika. Wow, we are back. Tumerudi. Tumekunywa maji. Wewe umekunywa maji? Nimekunywa. Oh. Okay. Tulikuwa tumefika kwa 7 ways to prepare youth for success. So Makinderi, tufundishe ingine moja. Guide teens with a set of values of to follow. Guide, unawa guide. Kama ni kwenda kanisa. Values za kanisa unawa guide na unawaonesha. Kama ni kwenda nini tangu aje hizi shows zenye huwa wana events huwa wana hold kwa nini kwa churches hizi camping camping unawa guide na hizo bado zinakuwa so inspiring kwa youth na huwa inatufunza a lot. Ingine ni instill good in what? Good in yani instill teens wawe good students kwa shule. Give them advices. Wambie ukienda shule usifanye mchezo, do this 1 2 3, plan yourself because once umekuwa na plan everything will move on smooth. Yeah, akikuwa na plan ajue time kwanza actually tulikuwa tunakimishwa sana kitu hicho timetable yake. Timetable tuweze ilikuwa na boeke hapo juu ya loka. Alafu director principal wetu angepita aone umeandika hapo maths. Na unasoma ilikuwa ni tongo juu kitabu unasoma tu storybook. Tulikuwa inaitwa set book. Na pale umeandika math. Unge explain what are you doing. Unge explain la timetable gani. Tunapatwa abrupt. Mimi kwanza. Sasa labda nimeandika English. Ama labda ulikuwa unapiga tu story kamaona ukachomoa ile. Ukachomoa tu yenye ilikuwa juu. Unaekelea. Hata ukiuliza last sentence ile umesoma iko upside down. Unakuja ku notice baadaye. Yeah, so tukitoka hapo hivyo tuingie kwa why youth can change the world. Unasikia most of the time wametuambia youth ndio nyinyi ndio future yetu. Nyinyi ndio tunategemeo letu la kesho. Mbona huwa tunaambiwa hivyo? Let's see this sisi kama youth tujue mbona huwa tunaambiwa hivyo. Mostly
wazazi wetu na mbongo, wewe ndio future yangu. Nyinyi ndio kesho yetu. Why do they tell us that, Makindere? Siju, we are still young and we can use our time well if we know what we want and if we know what we are doing. We have the creativity and great energy for a better world. Unapata tuko na creativity. Mtu anakama up tu na kakitu kanakuwa kasupu and it's being approved. Tuko na creativity. We have energy. We have a lot of energy. Because bado tuko young. Bonds zetu they are still, unajua, ni energy. Bado zijifanya kazi, zikachoka. We are still energetic. Now we can shape the better world. Yeah. That's why tunaambiwa nyinyi ndio kesho yetu. Maana tuko na nguvu na tuko na creativity. Yeah. Ya pili, young people are full of hope. Kaka kuna tuona kuanga na hope ni sisi. Unaonanga siku moja tu nitanunua ndege. Siku moja tu nitadrive yangu. Siku zile gari imetokea ile naenda hivi kifika kwa mtaro ama kwa matope inaunuka side moja inaenda. Unaona hiyo gari? Ni dream car usijali. Ikienda yone kuko bump na nyinyi mko nyuma mtaki inaunuka juu. Inapanuka hivi. Bado najipea hope. Na ni gari ya na sijui mbona inaonanga ni kama ita happen. Hiyo tu lazima ita happen. And as much as time inasonga hadi unajemea ita happen. Nitabai. Ita happen. Itanibeba. Nitaendesha hii gari. Hii unajipea hope. Unakumbuka hadi unaanza kuziscreenshot umezijaza kwa gallery. Kama kuna mtu ananibambanga unavanga smart anakuja anakuambia umesema utishe adui zako leo. Adui zako watashangaa. Awa mama mrecho. Anakuonanga tu umeingia hivyo. Anakuambia uamulie. Umemwoma adui watashtuka. Hiyo kitu. But tunakuwa tumejipia hope. We are full of hope. Yeah. Sasa ukiambiwa hivyo una feel poa. Unaona ulikuwa umetamani kudress hivi one day one time. Alafu fulfill hiyo nini? Una feel uko na confidence nyingine. Kenya nanibambanga ni kusema umeamua kuwa maadui zako. Maadui zako watashangaa hivyo. Sasa ndio unatembea na confidence yote. She's our mama anatutia nguvu sana. Tunaweza kuja huko moodless. Kama ulikuwa na stress zinaishia hapo mpate tu hapo positive. Atakuanulia yote kwake. Yeah, tunampenda sana juu. Yeah, they have a good potential to generate a positive social change in the world. Then it's gonna potential. We have, as in we show we can make a step forward. Tuko na hiyo potential ni Kiswahili inaitwa. Tuko na hiyo uwezo. Tuko na hiyo uwezo ya ku change the world to be a better world. Iache kukua hiyo ambayo maybe watu wanaidescribe nini. We have the potential, tuko na uwezo. If at all tutaamua tu, tuko na uwezo. Through innovation and imagination, they are problem solvers. Youth mnasikiaje hapo? Nyinyi ni ma problem solver. Yaani watu wanakuwa miaminia wewe ni youth. Wewe ni problem solver. Yaani through imagination, unaweza kuimagine gari yenye unaendesha. Nyumba ile unaishi. Na sasa bado uko single. Yaani imagine tu bado uko single lakini unasema ki one day. Nitaishi pale. Alafu labda unaona nguo hizi nyumba zenye za kisasa ziko na swimo huko juu zinaitwa nini? Kwanza hizo zenye zina ile roof hivi. Hiyo roof iko hivi flat. Alafu hapo juu kuna swimo. Hizo nyumba zinaitwa? Hata sisijui. Mbona mtazamaji wetu tukumbushe it's our dream house. Yeah. Mimi upenda hizo nyumba baby. Hizo nyumba huwa zinaitwa unique. Achana na hizo zingine zinakuwa zimejengwa bungalow hivi. Hiyo tu iko flat. Alafu labda unapata uko juu ameweka hema, alafu ameweka sasa ka garden nuna, ameseti ka garden. Sasa mnaona hiyo already yako na imagination. Sasa mimi nishatoka hata kwa show niko kwa imagination. Ushaanza kuinnovation. Ushaanza kuinini mpaka kupanga. Hey, that's why mnaambiwa youth
are a better imagination yetu tomorrow. inakuwa strong enough. You have an imagination, muda kuanga na hope that one day, one time, This and this will happen. this. One day, one time, I'll be somewhere. Na better we get some of our hopes zinakuja kuwa true. Then, as long as to include Mungu, everything is okay. Unapata hiyo ambayo ilikuwa one day unasema I wish it could happen. Inakuja true, but ukiwa umeweka Mungu ndani. Because without God, nothing can work. Ukiingisha Mungu kila kitu tenda smooth. As in venye tuliwaambia kwa Mungu kuna mazuri. Kwa Mungu kuna kila kitu iko poa. Unaweza jilinganisha na kwenye ulikuwa hapo hivyo nyuma na sasa hivi venye uko. I know. Actually, hata mnajua mtazamaji wetu wako na vitu ulikuwa una imagine kama sasa uko nao. Sasa kama kuishi peke yako. So ulikuwa una imagine venye unaweza ishi, utapanga nyumba yako kwenye utaishi. Hadi ulikuwa umefikiria place yenye utaishi. Ati ukisikia wengine wakisema ati wanaishingi, ambia uko siku nzuri. Wewe ishi mahali hapa. Sasa hivi unafurahia that dream already is imekuwa fulfilled. Yeah. Na hapo imekuwa tu fulfilled bure, imekuwa fulfilled after to include Mungu wetu ndani. Yeah, na mienendo yako. Yeah, you be prayerful. Omba Mungu kila siku. Unajua at some point unakuanga in a fight, watu wanakupiga wenye hata wajui. They have no reason to fight you. Okay, hawakupigi physically, but kwa maombi. Unapata kuna challenges mob, maybe si kimaisha, as in ndani yako ushaikuwa na kitu kama hiki, uko na kistress kenye kieleweki, ujielewi huko tu. But if you pray, feel something like sometimes you are in a war, unakuwa kwa vita ambayo ujui mwenye anakupiga, haujui anakupigia nini. So you have to be consistent in your prayers. Unafaa uombe, kuwa mtu prayerful. In everything you do, include God. Invite God. Maana anapokuwa kila kitu ni shwari. Ukianza na yeye atafunga na wewe, na that thing will be awesome. So msikose ku-include Mungu kwa anything you do, because he is great and is a blessing. Yeah. So ingine maginjeri tuko nayo ni about where youth can change the world. Tumesema hiyo ya potential. Yeah. They have potential of positive skills. Positive, si negative. Positive, I mean like wanaona vitu zile nzuri. Zenye ziko positive tu, hakuna kitu yenye ni iko na ubaya, iko tu na uzuri wake. Sasa kama hivyo venye tuna admire kuishi, gari zenye tuna admire ku drive, unaona? Those are positive ones. Aya, next ingia kwa how society affects the behavior and attitude and the character of our youth today. Society ina affect aje the impact of media on teens. Media ni kuna social media. Kwa hiyo social media kuna Facebook, kuna Instagram, kuna WhatsApp, kuna Twitter, TikTok, zingine kuna inaitwa Snap, yeah. Squeeze na kuna venye na grow na the rate. Hiyo Snapchat unapata kuna tupicha pale ukiwa kama youth ama teen, kama mostly tutumie Facebook. Maybe unaweza pata mtu, people who don't respect themselves, wamepiga picha wakiwa maybe with no clothes, wana nudes, wametuma huko. It's going to affect our youth. Wewe kama youth, before ukae upige picha kama hiyo, are you godly? Jiulize hiyo swali. Before ukae snap useme acha nipige hapa hivi kwa watu umefungua, umevaa mabooster, umeamua kuonyesha watu kifua yako wewe kama mwanamke, wewe kama msichana. Are you godly? Ask yourself that. Hata ni selfie lakini sasa huku. Lakini hata siku hizi waezi sema swim ati tutaweza piga tukiwa naked. Siku hizi kuna zile track zinavaliwa za swimming. Sijui kama umeziona. Zenye zinavaliwa mostly na swimmers. Siku hizi unavaa hizo. Si lazima uende na kaniki expose ati na ka short ama hiyo bikinis. Hizo swimming. Respect your body. Yeah. Wacha mwili wako
Ni hekalu, it's a temple of God. It's a temple of God. Wacha itumie mzuri. Don't just go well exposing it. It is not good. Na pia hata ukiexpose, hata acha tusikwambie it is not good. Ukiexpose kuna nini yake, kuna consequences zake. Nowadays kuna rape case. Nasikia kuna early pregnancies, mtu analea mtoto na hajui ni wa nani. So we be very careful. Yeah, next the effect of crime in the society on teens. Unapata kuna kakikundi. Those people are maybe ni waizi, umeshikana kama ka gang, they are thieves in the society. Sikuizi kuna Gaza. Utalete Gaza. Kwanza in Kayole ndio unajua kwenye Gaza ilikuwa. Yeah, but iliisha. We thank God for that. Hiyo nayo ilikuwa another fight yenye ilikuwa so strong. So by that time watu walikuwa na mentality juu maybe that crew ilikuwa ya vijana. So anytime ungeona kijana ameachilia nywele kidogo tu ajechanua nywele, they accuse him or her. Hata kama wewe ni msichana upata ujishuka nywele umechanua tu, unaanza kwamba umekuwa mongiki or whatever, umekuwa yani you sort of una misbehave in the society. Kwa gang, because of those effects ambazo ziko kwa ambazo hizo crime ambazo ziko kwa society wanashinda include baka vijana juu unapata maybe mwizi ni kijana, so ukiona kijana yote amejiachilia tu kidogo amekaa shagi, ule ni mwizi. Once umembia mtu ule ni mwizi, take it like that. Unajua una lower self esteem ya mtu. Once nimekuja nimekuaccuse wewe na unakaaje, umeshikaje hii nywele. Unajua wasichana fulani wanakuanga na hizo behavior ndio wanafanyanga hii tabia. You will feel low, you know mimi si yuko huko. So it will lower someone's self esteem of which si poor. Yeah, so before you accuse mtu na hizo crime ambazo zinafanyika kwa society, mchunguze kwanza. Yeah, ingine ni the influence of school and peers on teens. But then unajua shule it's most top on shaping up on our kids. Shule ina shape behaviors, character ya mtoto, mindset. Reason being hatu accuse bure. Reason being kama ni shule mtoto wako shule 24/7. Maybe mtoto alitoka kwa shule kwa nyumba 8 am anarudi 5, ama alitoka mapema hata before that, hata alitoka maybe 6. Anarudi saa 1 ama 6. The most of the time amespend wapi? Shule amekuwa na walimu, amekuwa na friends, amekuwa na teens wengine. The same school, aya atatokea shule maybe 6, akuje home, afanye shughuli zake kama ni kubrush viatu, kama ni kufua uniform, maybe kama ni kuosha tins, aingie base into homework. Atoke homework akule chakula, alale. Kisha asubuhi tena anaamkia shule. So schools they're based. Unapata watu na peer pressure. Hiyo pia, as in peer it's a age. Kama sasa mimi na Maginderi we are peers. Tuko of the same age, tuko in the same group, category of group. So that's a peer. Akiwa pale shule unapata anaweza toa behaviors mbaya huko shule. Because maybe hakuna shaping up poa ya huko kwa hiyo shule. Maybe teachers are not being strict. Kama ni mostly ni high school ama hata ma universities. Unapata huko ndio watu wanapata mashuga dadi wananyang'anya watu wazee. So shaping up of school. So school is the most. Ukiwa shule angalia tabia yako, kama uko college ama mostly tunaongelea watu wenye wako secondary, college and universities. Angalia tabia yako. Don't do something because rafiki yako anafanya. Hapana. Usete ifike hapo. Yeah. So mtazamaji wetu, we'll take a short break. We'll be right back. Tutumie SMS zenyu kwenye Facebook account yetu ambayo ni Theophilus TV Murata wa Gai. Pia tuko na namba ya simu ambayo producer wetu atatuwekea pale kwenye screen. Ututumie SMS yako na pia WhatsApp. Na we will be back, tutakuwa tukisoma SMS zenyu na pia message zenyu za kule Facebook. Don't touch that dial. Kirererie andũ a Ngai mwendane
mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru amũciarire mũtuĩke ithe ũmwe, na mũtuĩke anyina ũmwe, na mũhĩrĩga ũmwe, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Thiagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra maathani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Gĩai thayũ mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira, na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Ngai muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo gĩake, kĩrĩa gĩkaheo arĩa atheru mũciĩ wa matu-inĩ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Roho Mũtheru atonya ngoro ahenjaga ciĩga, agatharia nyũmba ya tene agake ngĩ njerũ, na mũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane, mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, rĩrĩa ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru, rũgamai na hinya mũhui wa coro, rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nyageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ, ũrĩa ndĩngĩ makona
guoko-inĩ kwa Ngai na ituĩro rĩa kĩoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kwoguo gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Warĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo gatũrũme nĩakoneka rũngĩ kĩrĩma gĩa Zayuni rĩa mwena rĩa theru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta theru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno, ndũrĩrĩ cia thĩ yothe. Tumerudi tena, tuko ndani ya show ni Thegi wa Jaba kwenye TV ya Theophilus TV Murata wa Ngai. So tumerudi tena, tusome comments zenyu upande wa Facebook na pia namba yetu ya SMS ambayo ni 0750 237 982 0750 237 982. And also maybe unaweza kuwa ukitaka kusupport hii kazi ya Theophilus TV Murata wa Ngai, tuko na namba ya wa Mom Reverend Rachel Wakuri ambayo ni 0721 237 982 0721 237 982. Tuko na pia ya wa Dad Bishop John Gedire ni 0722470544. Unaweza pia tumia namba nyingine ambayo ni 0720 443 464. You can help. Unaweza kuwa ukisaidia ukipenda kushikilia kazi but unawanda. Pia pale pako paybill number iko pale chini kwa screen yenu, ambayo pia mko live ya Facebook ni 400 198 and then 1, and it will be a blessing na Mungu atakubariki sana kwa kushikilia kazi yake. So tutakuwa tusomona maginderia wa text ambazo mmetutumia hapa, arifa ambazo mmetutumia, na pia wa producer ingeomba pia utuwekeza pande wa Facebook. Okay. Messages ajaniambia ni nani? Lakini namba yake inaishia 677. Ananiambia afternoon niko Ndakas kama kawa kadawa. You always inspire me. Salimia that comedian called Kelvis. Msalimike pia. Na waita mayang na mabazu wote wakae ndani ya Theophilus TV. Thegi wa Jaba. WCW iwafikie. Thank you very much Flozi. Niyo tu niko nayo kwa sasa. Okay. Thank you so much na shout out zimfikie. Upande wa Facebook naona tuko na Simones wa Kimsi. Baba Ndogo is well represented. Thank you so much. Watu wa Baba Ndogo, shout out zofikie from Theophilus TV. Tunawapenda sana. Sam Kush kutoka Nakuru anasema watching Nakuru in. Nakuru tuko in. Watu wa Nakuru shout out zofikie na tunawapenda sana. Natash Dion anatuambia tuned. Thank you so much. Lakini tuambie kwa upande gani? Jacinta Rita Abi anasema tuned in. Thank you so much Jacinta. Pia anatuambia Kasarani well represented. Watu wa Kasa uko kwote tunawatambua. Theophilus inawapenda sana. Shout out zofikie. Na Natasha pia tunamuona tena anasema niko in. Na Rita Abi anasema Kasarani Santon represented. Watu wa Santon oe tumewaona. Mary Wangare anasema tuned, anasema amen amen. Wow, Lilian Mbugwa anasema tuned. Lilian Mbugwa shows kufikia ukiwa upande wa Eldoret. Theophilus TV wanakutambua, we love you so much watu wa Eldoret.
tunawapenda sana. Ndio mimi tulikuwa hapo kuwatembelea the other day. Yeah, na tuli have fun sana. Yeah. Na tulihubiri neno la Bwana na tukaokoa watu 2 watatu. We inspired a lot of people. Yeah. Nasema kulingana na feedback. Na walitu welcome vizuri. Walitukaribisha vizuri. Haya ni kwa mostly shosho wa ya Mombi. Tuwezi msahau. Our mom. Tunakupenda sana Mama Nderuki pale LD. Lakini saidia ya Mombi. Tumemaliza ndoma zake zote na mahindi. Asijali, Mungu atambariki kabisa. Haya, kuna mwingine hapa ananiambia asanteni sana, mnafunza watu wengi sana, Mungu awabariki. Gotea DJ. Na mbona DJ siku yenye yuko leo ndio salamu zinafika leo ni WCW so tulimwambia we leo kaa kando. Leo ni siku ya women, ladies in the house, you know. Yeah, but don't worry, ako salama salmini, tumshukuru Mungu. Pia ako kikazi, maana ya Theophilus TV shughuli 1 2 3, but ako pamoja na sisi, hana ubaya yoyote kwa fans wake wa DJ KVKVs. Yeah, ako poa na alituambia tuwasalimie. Yeah. Okay, let's go back to our topic. Challenges youth struggle with. Yeah, leo ni kama gani? Kuna depression. Tuna struggle nazo huku nje. First kuna depression. Na kwanza imeua watoto wengi sana. Imetusumbua. Even we personally. Even me. Yeah, tulisema unaweza kuwa na depression but hujui. Yeah. Mostly kuna hii kesi ambayo mtu usema anaumwa na kichwa. Naumwa na kichwa. Like ukiamuka unaamka na kichwa, sijui nini unaumwa na kichwa. It's you too much thinking, kuna kitu kusumbua but you realize. Yeah, depression imekuwa, pia depression inaweza kukuleta maybe umeshindwa ku meet your goals. You start unajirudia. Why me? Kwani wewe mostly swali huwa tunajiuliza, but I can say we put a note to it. Kwani huyu Mungu wako wapi? Huyu Mungu haone nikiteseka. Let's put a note to that thing na ikuwe the end. Ya pili ni bullying. Wenye mmeenda shule za high school, ukiwa mwili ndogo kama ni J, ukienda high school, hey, upate tu watu wakubwa. Sasa ningeenda hizi maybe nipate Maginderi angenionyesha kuweka hiyo mattress yangu mpya mzuri. Umetuangaisha. Ilikuwa bullying, nifulie socks, nifulie shati moja. Nini? But you have to do it kusunura maybe body size huyo mtu ama anajulikana nini friendship ama yeye ndiye anajulikana ndio Rui hiyo shule mzima, so unaogopa so unaogopa asikuchape ama asiende kukuharibia jina huko nje. Yeah, bullying. Na tuongelea kitu inaitwa cyberbullying, but it's for another day. Tujue what is cyberbullying. Ingine ni sexual activity. Hiyo kitu inasumbua youth sana. Why tuna engage kwa vitu ambazo it's yet to happen. It is not for our age. Yani inakimbilia. Na hata tukiongelea relationship na Bible pia ilituambia don't awaken love while it's yet. Bible pia ilituon kwa Songs of Solomon. I remember the verse. Yeah, even the Bible is warning us, don't awaken the love. Usione tu best yako amekuwa na boyfriend, hata unataka kuwa na boyfriend. Hata ujui boyfriend ni nini. Wewe bado unakula kwa mama yako. Unavaa nguo ile mama yako amekubaia. Huyo kijana kuanzia tu ndani, ile kanguo ya ndani, nitongo tu boxer amenuliwa na mama yake. Afu akuja kudanganya. Sikubali. Wait ufike upate job yako, tafuta mtu mwenye anakufaa. Mtu mwenye amejisimamisha ile hata akiamua kukuchukua, he can care for you. Responsible people. Yeah. Kuna wako. Na be that while you patient, utapata mazao ya patience. To everything uhangaiki tena. Yeah, tukitoka kwa sexual activity kuna drug use. Unapata youth tumeingilia sana kwa drugs. Unaona ukikunywa pombe ndio itaresolve mambo yote. Unaona ukikunywa bangi ndio utakuwa wewe ndio ule mtu unique. Yani ni ule sijui ni mtu wako na form, mtu wako na anaenda na rien. Sai zinaitwa nini? Muguka. Zenye zinajaa. Zimejaa huko. Kitu na furaha. Sasa siku hizi hiyo ndio form. Ukikosa kijana na hiyo wewe uko nyuma sana. But sasa hawajui ni meno zao wanaharibu health yao. Hata
Sasa kama mimi saina ati si kuringa ama ni nini. Mimi nikipatana na uko na hizo vitu hata siwezi salimika ukinisalimia. Sasa unaona wewe mwenyewe venye umejichukua mpaka unafanya mimi nakuchukulia wewe ni dangerous, wewe ni mbaya. Yet you are a good kid, but maneno yenye unajekelea juu rafiki yako anafanya. Hiyo ni ile tunaiona hapa pia pressure. Inaingilia hapo. Ati juu nimeona Maginderi juu ni co-host wangu. I'm like Maginderi. Na si unaonja kadogo. Wacha hata mimi niende nionje. Nione kama ukikuja show tutafurahi. Tutafurahi wote. Pia pressure. Yet I'm not maybe Maginderi is not a drunkard, but juu mimi nafanya hivyo anataka kunifollow. Juu she is my friend. Achana na pia pressure. Au mabeste wabaya tuliongelea kuhusu friendship. Wachana nao. Ukiona anakunywa bangi anatumia, you realize yourself when it's too late. Huwezi change anything. Yeah. Na it will be hard. Uta struggle before rudi form. Siku hizo wanasema kama msaidiani na mtu, achana na story yako. Yes, you better be alone. Wanasema if you want siku hizi kuwa alone is the best. Usijali ati hao marafiki madeni zako watakuongelea, ati watakuchukia. Don't care. Wacha wakuchukia, wacha wakuongelee. Juu wenyewe mdomo walipoa ni ya kuongea. Na obviously wataongea. Ukifail wataongea. Ukiwa successful wataongea. Ukibaki tu hapo wataongea. Lazima tu waseme, watasema tu anything. Yeah. The best thing. Na kuko si watu kama hao kwa dunia John wanatupush doing the best. Kwenda mbele. Yeah. So usiwasikize. Don't listen to them. Wacha pia pressure isikuingie. Ufanye vitu zenye utakuja kuregret baadaye wewe kama msichana ama wewe kama kijana. Atujue umeona best yako amekuwa na dem. So nataka pia wewe wakutambue ndio ni daddy. Siku hizi nasikia unasema daddy bazenga daddy ama ni daddy bazenga. Si daddy. Whatever. Hiyo. Ati sasa unataka kutambue wewe ule demu na kuongana na wasichana wengi, wewe ni ule don't. Tufikie hiyo time tutaongea kuhusu relationship again, tuta bring up the topic. Nimeona wengi wenyu mmekuwa mkirequest kuhusu relationship. Tuta bring up the topic once again, don't worry. Tutapanga in between Maginderi na DJ Kevis. Tunajua next time atakuwa pamoja na sisi and we shall plan for that. Tunaonanga request zenyu by the way to ask us to talk about what tunaongelea. Yes, kitu kingine ni social media ambayo pia tumeisema ni kuona hizo nudes, hizo mapicha mbaya they affect your mind. Yeah. Ingine ni on screen violence. Whether I discourage this. Hata tuliambiwa na Pastor Monica. These things called DJ Afro. Unajua inakuanga na impact. Hii wrestling. Hizo za Kenya Mo na Jackie. Ati nafanya urako. Sasa leo siku unaamka ukifanya urako. Unaenda practice huko. Urako. Na ni usiku. Kenyonyo. Sasa hiyo zienda kwa nini? Unaona hiyo ya Kenyamo? Unaenda camping. Utaenda kwa giza unaona kama Kenyonyo inakuja. Uliona kwa movie. So, hizo on screen violence. Hizo ma DJ Afro. Si mbaya, you can watch if you want. Kuna zenye ni mzuri. But ziko na side effect. Hizo makenyonyo na hiyo manini. Mimi tangu nione hiyo Kenyamo, siwezi enda kwa nini? Kwa forest hiyo camping. Sasa unaona kama inatokea huko juu. Okay, those things. Kuna ingine ambayo ni easy wrestling. Ushaona venye watu uchapana. You know, nika spirit na jinini. Nitakwambiaje? Hiyo action ya kuchapana. Kama maybe ni mtoto mdogo anaona inamfanya inamuinfluence. Inamuinfluence. Bado jiona tutoto tunajaribu kuchapana mangumi. Okay, hata let me not say DJ Afro. DJ Afro movie pia ni nzuri. Kuna hizi movie tu za fighting, violence. Kenyonyo ni sawa wenda uone Kenyonyo. Lakini ikifika ni pale pa violence, as in vita. Anything inahusiana na vita on screen. It has a side effect on youth. Unapata sana yule kijana akienda tu ambaye kitu kidogo wewe acha ujinga. Anataka kurusha ngumi. Juu aliona kuko violence. Juu aliona mtu anaweza chapana. So pia hiyo tuangalie sana kwa hizo ndio vitu ambazo youth wana struggle nazo saizi. They are so much wanataka kuwa violent. Wanataka tukishinda wamefight. Yeah. So tukifunga tunaona masaa yetu imetupa kisogo. Tutamalizia na positive influence to young people. How can you give them a positive influence?
start in your own neighborhood. We influence na positive things kwa hiyo area yenu, si eti utoke hapo uende mbali. Anzia hapo mahali huko. Show a good example over there. Na it will be very good. To inawapea results poa, na unakuwa mentor in one way or the other. In short, tutakuwa role model to role them. model. So whatever we do, we caution ourselves before we do. Yeah. Alafu ingine, let them know we are watching. Wewe kama mzazi wetu, mtoto hawezi kujua ninakuonanga. My eyes are on you. Ukifanya hii hata kama ni umejificha, ninakuona. Unaweza maybe upatane kwa barabara, usimuongeleshe, just observe. Just mkonzo mama zetu alikuwa na hiyo tabia. Atakuona na kijana kwa barabara anyamaze, hata kwambia nilikuona. Anangoja mfike jioni mnakula na kwambia na fulani nilikuona. Unajua na kuanga nimekuona. Hey. So kaza alikuwa anaambia wewe menyerere mno wewe. So hapo hivyo unakaa ukijua anytime nikipita huko I'm being watched. Let them know tunawaangalia sana. They'll do the things automatically right. Ni kama for example, maybe we'll be joking hapa hivi. Manager ingie atuonyeshe I'm watching you. What will we do? Tutakuwa serious. Juu kuna mwenye anatu-watch. Anaangalia behavior zetu, anaangalia what we are doing. Automatically tutachange. So mtazamaji wetu, kwa siku ya leo kilicho na mwanzo kikosi mwisho, tunaona muda umetupa kisogo, ni saa 9:56. Masaa imetupa kisogo kabisa, imekimbia. Mimi naona leo masaa imeenda mbio. Leo imeenda mbio sana. Lakini sawa, we wanted to talk more, lakini masaa haituruhusu. We love you so much. Tumeappreciate kwa hiyo time ambayo tumekuwa na nyinyi kwa show ya The Kiwajaba. Nimekuwa wenyu host AnJ, na nawapenda sana. May God keep you safe. May he bless you. May he open ways for you. Maana ndio mkuu. Yeah, bye bye. Okay, Geto Boy Waderi, tuonane kesho, same time, same place. Don't miss. Acha tusaidiane in one way or the other. Tujue huyu Mungu wetu, tumuelewe vizuri kama vijana, na tuone kwenye anaweza tupeleka kama wewe kijana. Tusaidiane 1 2 3. In this life ni venye tunaitake. Tusiseme life is hard. Na life is easy. Life ni venye wewe mwenyewe unaitake. Okay, msisahau Friday tuko na maombi kule Kawangware. Don't miss out, tumekaribishwa sana. Call 1, call 1, call 2, call 3. Call a friend, to tell a friend, to tell a friend. Tumekaribishwa sana kwa upande wa Kawangware. Na msisahau Saturday tutakuwa huko na vijana Githurai 44 tutakuwa live. Ndio share with it. Na tumeacha kuja tujibambe. Tupunguze maneno yenye tunajibebesha siku hizi kwa akili. Wacha tuipunguze na awe ya kujibamba na kuimba huyu Mungu wetu. Nawapenda sana, Mungu awabariki. Bye bye. See you tomorrow. Kuna mtu ananikumbusha AnJ, you had promised us utatuelezea njia ya kanisa ya Theophilus Church ambayo iko kule Njathaini. Njathaini. I forgot, but tuko na mgeni hapa ambaye anashiriki kule. Last time ya first day ilikuwa Theophilus Githurai 44. We gave direction. Jana tukakuwa Maginderi ndiye alitupatia direction ya 44. Jana tukakuwa na Joe Maina ambaye alituelezea njia ya Kawangware ambako kutakuwa siku ya Friday. So leo tuko na our host. Msijali, tulieni tumtamuona alafu tutawaambia jina baadaye. Najua wengine mjaimuona live. But leo tunamwelcome on screen. Leo tunamwelcome on screen. Akuja tuambie. Welcome Maina. Ebu producer tuweke hiyo nini kabla ajiprepare kuingia. Ino ni Theophilus TV. Murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV. Murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV. Murata wa Ngai. Okay, karibu sana. Tuambie majina yako. Naitwa Nashon Maina. Aha. Ndake na Mungu
Yes. Welcome. Yote ndo were mororeri witu wa Theophilus TV Murata wa Ngai kuria kanitha wa Theophilus Church okoragwo Wajathaini, the mother church of Theophilus. Mother church ya Theophilus. Direction ya kuma Kaha West. Ni kuma Kaha West bigagirwo stage ya Gomogo. We stage ya Gomogo byaga tudi hau niyo gutora nginya Theophilus Church. Leo dauma West demere majigire stage ya Gomongo. Aha. Haya. Kuma umanire na mwena wa town. Kundu kana utagoza. Ya town. Nairobi town no gucukira after 44 Zima pale kwa Tanasia chini. Hapo sasa ukishukia hapo nyugo ya Duthi na nyugo ya Hebi na Gomongo. Haya umete na Maroloi. Ni umwana wa Maroloi ka nini kurugo gweto Garden Estate. Hizo cia Witsa, Githogoro, Tinakure wa Kahoi. Uokete okuga yona lenya bypass. Ukuigirwo stage mwana huyo wa bypass. Bypass. Ukuigirwo Gomongo. Na hau Gomongo ndo Duthi ukuoya. Ni besha shiga na how kuoya Duthi ginya kanini. Ni 50. Ukibesha nyingi. Kugo na mudo no athie maguru. No maguru. Lakini kama ujusi bahatisha. Kuna haja kwa Theophilus TV Murata. Tupande Duthi. Sasa ujewaambia pia kuna prayer center. Kuna prayer center, services ziko na utapata Pastor Monica Shosho Monica. Ndio yuko full time. Ndio waje kuni huko mkora. Yeah, thegio mono na huyu surprise kwa viewers ambao mnasikianga pro. Yeye ndio pro, our cameraman behind the camera. Theophilus TV Murata wa Ngai. Ino ni Theophilus TV Murata wa Ngai. Muikari wa Naikuru na Eldoret, riu Murata wa Ngai ari hakuhe nawe. Theophilus TV